Tunajua kwamba nchini Tanzania kuna zaidi ya makabila 120 na kila kabila limekuwa na mila na desturi zake. Sasa leo nakuletea mila 5 ambazo zimekuwa zikistaajabisha na kushangaza wageni wanapowasili katika jamii hizo. Namba 5 ni mila ya unyago na jando. Bana, hii ni maarufu sana katika makabila ya pwani, kabila kama la Wazaramo, Wandengereko, Wakwere na makabila ya kusini kama vile Makonde, Wayao, Wangindo, Wamwera, Wamakua. Hii mila ya jando na unyago wamekuwa wakiitumia sana, na kikubwa ambacho kinaonekana kushangaza wengi, hii wao wamekuwa wakifanyia porini. Yaani mara nyingi imekuwa ikifanyika porini na imekuwa ikifanywa kwa mwezi mmoja, miwili mpaka mitatu, kwa maana wanawake au wale wenyewe wanaitwa wari wamekuwa wakiwekwa porini wakifichwa kwa kipindi cha mwezi mmoja mpaka miezi mitatu wakipatiwa hayo mafunzo. Sasa hii imekuwa kishangaza wengi, kwa nini wanaacha nyumbani wanaenda kufanyia porini hicho kitendo. Ya 4 ni mila ya ngoma ya vinyago maarufu kama mapiko. Hii ngoma ya mapiko au ngoma ya vinyago ni maarufu sana kwa jamii ya Makonde. Hiyo au hutumia vinyago maalum, yani kuna vinyago ambavyo vinachongwa kwa miti alafu wanavivaa na kucheza, especially kwenye sherehe za jando au sherehe mbalimbali za kimila. Lengo la kuvaa hivi ni kuburudisha na kuelimisha watu kwenye hizo sherehe, especially sherehe za kijamii zile. Kwa ngoma hii ya vinyago ya mapiko imekuwa maarufu sana na imekuwa kishangaza wengi. Kwa nini unavaa vinyago? Mtu anabadilika vile pale anapovaa vinyago. Kwa hiyo imeshangaza wengi sana na imeshika namba 4 kama mila iliyoshangaza jamii tofauti. Namba 3 ni kunywa damu ya ng'ombe. Hii ni mila maarufu sana kwa jamii za Wamasai sana. Hao wamekuwa wanakunywa damu ya ng'ombe. Wanachukua ile damu ya ng'ombe wanachanganya na maziwa. Namba 3 ni kunywa damu ya ng'ombe. Hii ni mila maarufu sana kwa jamii za Wamasai sana. Hao wamekuwa wanakunywa damu ya ng'ombe. Wanachukua ile damu ya ng'ombe wanachanganya na maziwa kisha hutumika kama chakula, especially kwenye sherehe za vijana kama vile sherehe za jando za vijana, au kwa mtu ambaye ni mgonjwa aliyodhoofika sana amekuwa akipewa chakula hiki, damu ya ng'ombe iliyochanganywa na maziwa wanatumia kama chakula. Sasa hii imeshika namba 3 kwani imekuwa kishangaza sana wageni wanaokuja kwenye jamii. Namba 2 ni mila ya kuishi kwa kutegemea uwindaji. Tena uwindaji wenyewe ni uwindaji wa jadi. Hii bana imeshikwa na Wahadzabe mara nyingi mpaka sasa wengi wao wamekuwa wakiishi msituni, maporini, wakiishi kwa kutegemea uwindaji tu wa jadi, uwindaji ambao umekuwa wakitumia upinde na mshale. Pinde na mshale kuwinda wanyama wadogo kama vile swala, digidigi, ngedere, ngiri. Bana hao wachagui. Wanyama wote wamekuwa wakiwinda mpaka ngedere, nyani wote wanawinda. Baada ya hapo wanawakamata na kula kama chakula. Tofauti na wanyama hao wamekuwa kula matunda na mizizi mbalimbali. Lakini sana hawa ni wanyama, wamekuwa kuwinda wanyama na kuwatumia kama chakula. Sasa hii imekuwa namba 2 kwa kushangaza. Imeshangaza wageni. Mpaka leo kuna watu wanaishi maporini. Namba 1 imeshika na jamii ya Wamasai. Wamasai bana wana mila ya uwindaji wa simba, especially kwa kijana anaitwa Morani. Morani anatakiwa kuua simba na kupata heshima na kuonekana ni jasiri mbele ya jamii hiyo ya Kimasai. Simba ni mnyama ambaye amekuwa akiogopeka sana, lakini hawa wamekuwa wakimuwinda. Yaani anaenda kumtafuta simba ili amuue aweze kupata huo ushujaa mbele ya jamii yake. Kwa sasa mila hii imekuwa kishangaza sana wageni. Ina maana simba mtu unaweza kumtafuta, yaani badala ya kumkimbia unapomuona, wewe ndio unaenda kumsaka ili umuue uweze kupata huo ushujaa. Kama kuna kilichopungua hapo niambie kwenye comment. Kama kuna kabila lako unaona lilistahili kuwepo katika hiyo top 5 na haipo, basi shuka kwenye comment hapo. Kama umependa basi usiache kulike, kushare na kucomment.